Naam, ikiwa ni matumaini yangu kwamba msikilizaji umeshinda vema. Hujambo na karibu kwa taarifa za AGR. Jina langu ni Laban Momanyi. Hakuna mgogoro baina ya rais na makamu wake, hasema msemaji wa ikulu Bi Dena. Shughuli ya kuwahoji majaji watakaohudumu katika mahakama ya rufaa kufanywa hadharani. Zoezi la kuwasajili wa Kenya wanaoishi Marekani kupata huduma namba kufikia mwisho hiyo kesho. Na kwenye matukio tatanishi leo tutangazia kijana aliyedukua data katika sekta ya afya nchini Afrika Kusini na kujiajiri mwenyewe. Kwa hayo na mengine mengi, hujambo na karibu. Msemaji wa ikulu ya rais Bi Dena amemtetea Rais Uhuru Kenyatta kutokana na matamshi yake mwishoni mwa juma katika uwanja wa michezo wa Safaricom Stadium Kasarani. Akihutubia wanahabari katika ikulu ya Nairobi, Bi Dena amesisitiza uhusiano wa Rais Kenyatta na naibu wake Daktari William Ruto ungali imara, akiongeza kwamba kero la rais mwishoni mwa juma lililopita lilitokana na mienendo ya baadhi ya viongozi kuendeleza siasa badala ya kuzingatia kutoa huduma kwa wananchi na kuleta umoja wa kitaifa. Na kwingineko, shughuli ya kuwahoji majaji wanaonuia kuteuliwa kuhudumu katika mahakama ya rufaa sasa itaendeshwa hadharani. Aidha, tume ya huduma za mahakama imethibitisha kubatilisha uamuzi wake wa jana kuwapiga marufuku wanahabari kuangazia vikao vya mahojiano hayo. Hii ni baada ya umma kulalamika vikali mahojiano hayo kuandaliwa kwenye faragha. Majaji 4 wameratibiwa kufika mbele ya tume ya Judicial Service Commission JSC kuhojiwa katika zoezi hilo litakalofanyika hadi mwezi Julai. Na wamiliki wa ardhi eneo la Nkoroi, kaunti ya Kajiado, ambao ardhi zao zilitwaliwa kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa wataanza kulipwa fidia. Kulingana na mbunge wa Kajiado Kaskazini Joseph Manje, fidia hiyo italipwa katika awamu 3, ikianza na wanaodai shilingi milioni 10 au kiasi cha chini. Wanaodai zaidi ya shilingi milioni 10 watalipwa katika awamu ya pili, huku tume ya kukabili ufisadi ikitarajiwa kubaini kiasi watakacholipwa wale wanaorodheshwa katika awamu ya 3. Haya yamebainika baada ya wakazi hao kukutana na maafisa wa tume ya kitaifa ya ardhi kuangazia hatima yao baada ya nyumba zao kubomolewa Ijumaa wiki jana. Na mahakama kuu kwa mara nyingine imetupilia mbali ombi la mshukiwa wa mauaji Joseph Irungu almaarufu Jowe kuachiliwa kwa dhamana. Jaji James Wakiaga ameamua kuwa ombi la Jowe halina msingi. Aidha, ameagiza ombi hilo kuwasilishwa kwa mashahidi wote kuruhusiwa kuwasilisha ushahidi wao kabla ya mahakama kuliangazia. Mshukiwa huyo anakabiliwa na shtaka la mauaji ya Monica Kimani mwaka jana jijini Nairobi, shtaka ambalo tayari amelikana. Wananchi wa taifa la Kenya wanaoishi Marekani wamesalia na saa chache tu kutoka sasa kujisajili katika zoezi la kupokea huduma namba. Zoezi hilo linalofanyika Marekani katika Washington DC linakamilika hiyo kesho. Tangia siku ya Jumatatu, Wakenya hao wamesukumana kwenye mlolongo ambapo wametoka sehemu mbalimbali kupokea huduma hiyo kwenye taifa la Washington DC. Hata hivyo, kunao wengine ambao wamepuzilia mbali huduma hiyo na kuitaja kuwa huduma isiyo na manufaa. Kwa upande mwingine, kunao Wakenya wengi ambao wamelazimika kutumia fedha nyingi kwa kulala kwenye eneo hilo kutokana na msongamano wa watu kwenye eneo hilo. Na tukisalia Marekani, ni kwamba hatimaye rais wa Marekani Donald Trump ameongea hadharani kuwa atawania kiti cha urais kwa zamu yake ya pili mwakani. Akizungumza katika mkutano mkubwa katika eneo la Orlando, taifa la Florida, Trump ameweka wazi kuwa atapigania kuhifadhi kiti hicho cha urais, akisimulia kuwa ataendelea kujitolea kuboresha mataifa yote ya Marekani. Na tukiachana na hayo, tukiingia kwenye taarifa tatanishi ama matukio tatanishi, ni kwamba mwanaume mmoja nchini Afrika Kusini anasakwa na polisi kwa madai ya kudukua data za serikali katika sekta ya afya kisha kujiajiri mwenyewe, na kwamba amekuwa akipokea mshahara kuanzia mwezi Juni mwaka
uliopita. Bright Chabota ambaye alisomea kozi ya uhandisi wa tarakilishi ama computer engineering, ambaye ni wa asili ya Zambia ila mamaye ni wa asili ya Zulu nchini Afrika Kusini, inaarifiwa kuwa hakuwahi kwenda kazini ila amekuwa akipokea mshahara kila mwisho wa mwezi. Chabota aligunduliwa baada ya kubainika kwamba hajakuwa akilipa kodi, vile ada ya matibabu nchini humo. Kulingana na wazazi, mwanaume huyo aliwaarifu kuwa amepata kazi na aliwaarifu kuwa alikuwa analipwa randi 7,000 kila mwezi kuanzia Juni mwaka jana. Randi 7,000 ni sawia na shilingi 50,660 na senti 50 pesa za Kenya. Kufikia hapo, msikilizaji, natamatisha awamu hii ya taarifa za AGR. Jina langu ni Laban Momanyi. Asante kwa kujiunga nami. Waswahili husema mgeni njoo mwenyeji apone. Hakika sisi kama AGR FM tumefika, na lipo jambo tutakuwa na kibarua kutafiti na kukuarifu yanayotukia kote ulimwenguni, na ukiona gazeti limechanwa jua lishasomwa. Tutashirikiana mimi na wenzangu kama mkono na macho, manake mkono ukiumia macho hutoa machozi. Nashukuru zaidi ya sana. Asante na kwaheri.